kuna tabaka moja la jamii ya Wamanyema. Wao wana msikiti, wanamiliki msikiti wao Kariakoo. Wao walikuwa na utamaduni wa kutoa wakfu katika msikiti wao, na walifikia hatua walikuwa na nyumba 50 katika eneo lile la Kariakoo. Ni eneo la biashara. Nyumba 50, nyumba moja inaweza kutengeneza frame 12, na frame moja kwa kodi ya shilingi milioni inakuwa ni milioni 12. Kwa mwezi wanapata milioni 600. Kwa mwaka wanapata bilioni 7 na milioni 200. Hili ni tabaka moja tu la jamii ya Kiislamu wanaojiita Wamanyema. Nimejaribu kueleza hii kuonyesha jinsi ambavyo wakfu unavyoweza kuleta faida kubwa katika jamii. Hizi nyumba hawana tena kwa sababu ya kukosa viongozi waadilifu, wameuza. Zimebaki nyumba nafikiri zinaza hazizidi 10 katika hizo 50. Mimi swali langu ni kwamba katika utafiti wenu, kwa nini katika miaka hiyo ya nyuma jamii ya Kiislamu ilikuwa inatoa wakfu kwa kiwango hiki na kwa sasa hivi hawatoi wakfu? Utafiti wenu unasemaje? Asante. Bismillahirrahmanirrahim. Nashukuru Sheikh wetu Sheikh Ponda kwa swali lake nzuri. Mimi nitaanza kidogo kuligusa, alafu na wenzangu nao watachangia. Mimi hili jambo pia niliwahi kulisikia, na katika mazungumzo yangu mara kwa mara ninapozungumzia zaka natoa hii mifano ya Waislamu huko nyuma walivyokuwa wakitoa zaka zao, lakini hata mpaka sasa hivi pia bado watu wanatoa zaka. Tuko kwenye zaka, lakini wakfu na itaingia kuhusiana na zaka pamoja na wakfu. Kuna lugha kwamba inatumika kwamba Waislamu ni mabakhili, Waislamu hawataki kutoa, lakini ukiangalia haraka haraka unakuta si kweli kwamba Waislamu hawataki kutoa ama Waislamu ni mabakhili. Waislamu wanatoa sana mali zao, kwa sababu ukiangalia kwa mfano kuna majambo yanafanyika humu yanagharimu pesa nyingi sana, na hakuna budget sisi Waislamu tunaipata kwenye serikali wala nini. Ni pesa za Waislamu, watu wanatoa. Jambo linafanyika la milioni 100, milioni 20, milioni 30, mambo mengi tu yanafanyika, watu wanatoa pesa. Waislamu ubakhili huo uko wapi? Sasa ukija ukiangalia kwa mfano upande wa mada yetu ya mwaka huu ya zaka, kwa nini watu hawatoi zaka? Hapa mimi mara nyingi na lawama nairudisha kwetu sisi mashekhe. Nafikiri swala la kuzungumzwa zaka limekuwa finyu sana. Zaka haizungumzwi, zaka imebaki kwenye madaris. Zaka inazungumzwa kwenye madrasa zetu. Kusikia hutuba kwenye Ijumaa, khatibu anatoa hutuba kuhusu zaka. Mimi tokea nimekuja hapa Dar es Salaam nimesikia mara moja tu khatibu anatoa mada ya zaka katika msikiti wa Answari pale Kinondoni. Yani hiyo ndo mara yangu ya kwanza. Miaka yote nilikuwa sina miaka mingi, lakini hiyo miaka nilionao mimi sijawahi kusikia msikiti una imamu anazungumza hutuba ya zaka. Sasa hili ni jambo ambalo linasababisha watu wasitoe kwa sababu watu hawajui. Tukirudi kwenye wakfu ambao ameulizia shekhi wetu, utakuta swala linarudi pale kwenye kipengele kilichotajwa na mmoja katika mashekhe kwamba ni swala zima la uaminifu. Kwa sababu kama mtu ameshatoa nyumba yake, yeye mwenyewe bado yuko hai, nyumba anaiona inauzwa, haipo tena, yani yale malengo aliyowekea hayapo tena. Na kuna nyumba kwenye misikiti, achilia mbali wa msikiti uliotoa mfano Sheikh, misikiti mingine na nyumba 2, 3 lakini zinauzwa.
Nyumba unasikia kabisa nyumba hii ni wakfu ya msikiti fulani. Baada ya muda nyumba imeuzwa, na wala hakuna maelezo hapo msikitini kwamba labda imeuzwa, watu wamekwenda kufanya kitu cha maslahi makubwa zaidi kuliko kile ambacho kwa kinafanyika pale, kwa sababu wanawachuoni wanaruhusu kama wakfu imepoteza uthamani wake, tunaweza tukaibadilisha, kwa maana kwamba tunaweza tukauza nyumba hii ya wakfu ambayo pengine mathalan iko Mborahati huko ndani, tukaiuza, tukaja tukajenga Kariakoo, ile pesa kule tukaileta Kariakoo ambapo itafanya kazi vizuri zaidi. Hili ni jambo ambalo wanawachuoni wameliruhusu, lakini haiko hivyo. Nyumba zinauzwa alafu ndio zimepotea. Sasa watu wameshaona msikiti fulani ulikuwa na nyumba 30, nyumba 50 za wakfu, leo zimebaki 2. Hivi unamshawishi mtu mwingine aweze kutoa tena wakfu aipeleke msikitini, wakati ameziona kwa macho yake nyumba hizi hapa na leo hazipo tena? Kwa hiyo swala la uaminifu bado linatuathiri sana katika masala yetu ya wakfu au sadaka zote pamoja na zaka. Sadaka zote zimeathiriwa na swala zima la uaminifu. Mimi najua baadhi ya taasisi wamekabidhiwa wakfu. Hiyo wakfu sasa hivi pengine labda ina miaka hata 10-15 haijaendelezwa. Pengine watu wamepewa ardhi, wamepewa mashamba, wamepewa nini, hakuna muendelezo wa aina yoyote. Sehemu zimeachwa tu, nyingine ardhi mpaka zinachukuliwa na watu, zinaibiwa, kwa sababu mtu ametoa wakfu yake, ardhi imekaa miaka 20 haifanyi chochote, wanakuja maharamia wanaikatakata ardhi, watu wanagawana. Hivi unafikiria mtu mwingine utakuja kumwambia atoe tena ardhi yake ipeleke msikitini au ipeleke taasisi, wakati ameona ya mwenzake pale imevurugwa? Moja katika makosa ambayo tuliyataja kule nyuma katika mada yetu ya wakfu katika kongamano la mwaka jana, kitendo pia cha kunyimwa watu wanaotoa wakfu nguvu kwenye wakfu zao, pia ndio ambazo zinachangia katika swala hili la kwamba nyumba zinapotea, halafu watu waliotoa wakfu hawana kauli, kwa sababu wakfu zimeshabadilishwa majina. Mwenye wakfu hana kauli tena, nyumba inauzwa mbele ya macho yake. Huyu lazima yeye na mwenzake na aliyeona na ndugu zake hawawezi tena kutoa wakfu, na akitoa atatafuta njia nyingine ya kutoa. Mimi naona tu nichangie hilo, labda niwapishe wenzangu kama wana cha kuongeza. Jazakallahu khair. Asalamu alaykum warahmatullahi. Labda angalizo kidogo kwa upande wa kina mama, tunaweza tukaandika maswali kwenye karatasi, watapita volunteer kuyachukua kuyafikisha, kama yapo yaandikwe yaletwe huko. Naam, mimi nisiseme labda tafiti kwa maana ya tafiti rasmi kufanyika, ingawa ni moja ya mambo ambayo inatakiwa fanyike. Ni uzoefu kutokana na kazi tunazozifanya na watu ambao tunaamiliana nao. Tunakuwa tunawaambia watu toa zaka hali zilivyo, sadaka, wakfu kama hivi, kesho wakfu ya haya. Sasa unapata majibu kwa mtu mmoja mmoja, inakawa sio tafiti ya kiujumla. Unapata majibu tofauti, na baadhi kashaongea hapa Sheikh Muharram, lakini za nikaongezea tu moja wa uzoefu unaopata. Unakuta mfano mimi babu yangu alitoa mali wakfu, lakini mimi ninavyokuwa mpaka ninapopata akili zangu mtu mzima, nimekuja kujua kwamba ile mali aliyotoa yeye kama wakfu, ile taasisi imeibadilisha, either imeuzwa au imefanywa namna nyingine yoyote ile ambayo haiendani na yule aliyetoa ile mali yake wakfu. Kwa mimi kama nakuwa ni mtu wa wasiwasi wa kutoa, maana yake sitatoa, hasa kama na mazingira ya kuipatia ile taasisi ile wakfu ambayo kama ningeona ilitolewa mali ya wakfu, labda siongelei baba, naongelea babu, yani ile first generation, na nikaona ile mali imekuwa na athari pale, unaiona, naongelea ile jamii inayokuzunguka pale, inakusukuma na wewe utoe. Mimi hiyo niliona moja katika uzoefu na watu ambao ukiongea nao. Eneo la pili ni uwezo wa kusimamia, kama alivyosema Pasha Mwara. Mimi niliongea na mtu mmoja alitoa mali yake kiwanja kama wakfu katika eneo ambalo ni zuri kwa ajili ya kuendelezwa, lakini tangu atoe lile eneo, sikumbuki either ni mwaka mmoja au miaka miwili, lile eneo halijafanywa chochote. Mpaka sasa kana wasiwasi kwamba sasa kuna haja gani sisi tunatoa maeneo muyaendeleze, lakini watu wenyewe haya maeneo wamefanya nini amuyaendeleze? Sasa bora tutoe aina zingine za sadaka, labda nitoe tu pesa kwa sababu sasa tunawapa, labda hamna uwezo wa kufanya. Sasa hii inaweza isiyo kwenye taasisi zote, lakini ni uzoefu ambao unapata kwenye baadhi ya taasisi. Eneo lingine ambalo mimi nimekutana nalo watu wanakuwa wanaongelea kwenye kutoa
kiujumla wake. Sasa kama ni sadaka au zaka au wakfu, unakuta taasisi ambazo watu walitegemea, baadhi ya taasisi watu walitegemea watoe, unakuta zile taasisi zenyewe ndani zina migogoro, na unakuta ni migogoro ya muda mrefu. Kwa hiyo inamzuia mtu kutoa mali yake kwenye taasisi ambayo yenyewe taasisi inagombea mali mfano, au inagombea milki ya kitu fulani. Kwa hiyo hicho pia nahisi kimerudisha nyuma. Mwisho, kwa tathmini yangu mimi binafsi, nahisi aina ya watoaji wao waliokuwepo zamani uliotolea mfano ni tofauti na aina ya watoaji wa leo. Inawezekana kabisa wazee zamani alikuwa anatoa wala haoji, anatoa fisabilillah basi. Watoaji wa leo wanataka, wana maswali, nampa nani, una mpango gani, una bodi, pakoje. Aina ya watoaji wamebadilika. Sasa akihoji mtu asipopata majibu, uwezo ule kutoa yenyewe nafikiri inapungua, mimi ninavyoona tathmini yako, kwa sababu ndo sisi sasa watoaji. Kuna sisi haya maswali tunauliza, na kama upate majibu unakosa ile confidence ya kuweza kutoa. Mimi nahisi haya mambo manne kwa namna moja au nyingine imeweza kumechangia, lakini mimi nachukua hii kama changamoto. Aliongea hapa brother Haji Amiri wa Tampro kwamba tukiulizana sasa hivi kiasi gani cha fedha kimetolewa zaka Tanzania, tuwezi kujua kwa sababu taarifa zipo. Unajua unafanya tafiti taarifa zinapokuwepo, otherwise inakuwa ngumu sana. Lakini sisi tunalichukua kama changamoto, inshallah labda makongamano yanayofuata tutakuwa tumefanya vitafiti vya hapa na pale kupata majibu sahihi ya maswali ambayo yanaulizwa. Jazakallahu khairan. Inshallah bado maswali tunapokea, kuna swali pale lakini